Mpendwa msikilizaji, karibu katika riwaya yetu ya Mali Yangu. Katika riwaya yangu ya Mali Yangu, hapa mhusika mkuu anaitwa Hashim. Anaitwa Hashim. Bwana, huyu Hashim huyu alikuwa na mashamba mengi sana. Alikuwa na mashamba. Alikuwa analima mashamba ya minazi na mashamba ya machungwa. Pia alikuwa na mashamba ya mazao mengine kama vile migomba. Alikuwa analima pia mahindi, analima na mazao mengine. Lakini sasa katika shamba lake hilo bwana, kuna yani akivuna yale mazao pale shambani, haruhusiwi kuyala wala kuyauza. Kama atakula basi anaweza kaumwa ugonjwa ambao utahatarisha maisha yake, au kama atauza mazao yale, ile fedha asiitumie kwa namna yoyote, labda kununua kitu chochote kile. Maana kama atanunua chakula, basi chakula kitamzuru, ataumwa sana, mwisho siku anaweza akapoteza maisha. Vile vile kama atachukua ile hela na kununulia labda mavazi, yale mavazi yalikuwa yanararuka, basi huyo ndo anaitwa bwana Hashim. Bwana, shamba lake lina mazao mengi, kama nazi zinatoka sana, kama machungwa yanatoka sana, kilima mahindi yanatoka sana, yale mazao ambayo yanastahili katika eneo lile, basi yanatoka vizuri. Lakini sasa shati ya mali zake bwana, hizo shati lake bwana, haruhusiwi kula chochote kinachotoka kwenye shamba hilo. Sasa haruhusiwi kula kitu chochote kinatoka kwenye shamba. Bwana Hashim bwana, siku moja yeye akasema, bwana, huo ni uongo, mimi nitakula. Akavuna madafu yale, akauza kweli, akapata pesa nyingi sana. Yeye bwana, zile pesa zile akana ziweka bwana, ananunua nguo. Siku moja kanunua nguo kavaa bwana, ile nguo bwana imenasa kwenye msumari, yeye kachanika vibaya sana, ifai tena kuvaa. Huyo ndo bwana Hashim bwana. Yeye katika tamthilia yetu ya Mali Yangu bwana, yeye ndio amecheza kama mhusika mkuu bwana, yeye kwenye riwaya yetu ya Mali Yangu, yeye ndio mhusika mkuu bwana. Sasa huyo bwana Hashim bwana akaenda kwa majirani huko, anasema, bwana, mimi shamba langu hili halisaidii kitu chochote, mimi nataka niuze. Bwana, usiku akapata njozi, wakamwambia, wewe unataka kuuza shamba hilo, unaweza kuuza shamba hilo. Hata kama ukiuza shamba hilo, hiyo mali hiyo pesa utakayopata haitakusaidia kitu chochote. Kwa hiyo bwana Hashim bwana akaendelea kutafuta msaada huku na huku, kutafuta msaada kwa waganga wa kienyeji, lakini hakuna mganga aliyeweza kuondoa ile tatizo pale. Sasa bwana, huyu bwana Hashim yeye alichokifanya bwana, alikuwa na watoto zake wawili wa kiume. Na mtoto wake mmoja anaitwa Idrisa, mwingine anaitwa Saidi. Basi bwana, hao Idrisa na Saidi bwana, nao ndio vile kwamba kitu chochote kinachotoka kwenye shamba hilo haruhusi kukigusa wala kukiuza, na hata ukikiuza basi mali ile haitakusaidia kitu chochote, kwamba mali ile haiwasaidii kitu chochote. Ndio hivyo bwana. Ndio mali yangu hiyo, mali yako mwenyewe, lakini hakuna kitu ambacho unakipata kutoka kwenye mali hiyo. Huyo ndo bwana Hashim. Huyo ndo bwana Hashim bwana kwenye mali yangu. Basi bwana, riwaya yetu bwana hii inaendelea hapo bwana. Huyo bwana Hashim bwana akapata kazi kwenye kampuni fulani. Anafanya kazi kwenye kampuni ile, analipwa mshahara. Basi kila kilipwa mshahara, basi matatizo ndio yanatokea bwana. Siku hiyo kulipwa mshahara, matatizo yanaanza kutokea. Kwa hiyo matatizo yanatokea, ile pesa yote ile aliyopata kwenye mshahara ile anaitumia kwenye matatizo, kwa sababu huyu bwana Hashim bwana siku moja alipokea mshahara. Alipokea mshahara, watoto wakaanza kuumwa. Kwa ile pesa yote ile kaichukua, kaenda kuwatibia wale watoto. Pesa imeisha. Kwa pesa imeisha, anaanza kukopa madukani huko. Anakopa madukani vyakula, anakopa, mwisho wa mwezi ukifika analipa deni, ile inayobaki ndio hiyo inaisha kwenye matatizo. Huyo ndo bwana Hashim katika riwaya yetu ya Mali Yangu. Bwana, sasa tatizo linaendelea bwana. Hii pesa bwana akipata, yani hii pesa bwana ukimpa mtu mwingine, kwa mfano kama siku moja bwana Hashim bwana akasema, bwana, kama mimi mwenyewe siwezi kutumia hii pesa, ngoja nivune niuze, afu hii pesa nitampa mtu. Basi bwana Hashim akavuna yale mazao pale shambani, akauza, akapata fedha. Ile fedha akasema, ngoja nipe mtu. Unajua nini kilitokea kwa yule mtu baada ya kupewa ile fedha? Sasa endelea kufuatilia katika kipande kijacho katika riwaya yetu hii, ujue kwamba yule mtu, je, naye alipata matatizo yale anayompata bwana Hashim, au alitumia ile fedha tu kwa namna nzuri, je, na haikumletea madhara yoyote? Sasa fuatilia kipande cha pili, afu utakapojua sasa ilikuwaje. Mpendwa msikilizaji, karibu katika riwaya yetu ya Mali Yangu. Katika riwaya yangu ya Mali Yangu, hapa mhusika mkuu anaitwa Hashim. Anaitwa Hashim. Bwana, huyu Hashim huyu alikuwa na mashamba mengi sana. Alikuwa na mashamba. Alikuwa analima mashamba ya minazi na mashamba ya machungwa. Pia alikuwa na mashamba ya mazao mengine kama vile migomba. Alikuwa analima pia mahindi, analima na mazao mengine. Lakini sasa katika shamba lake hilo bwana, kuna yani akivuna yale mazao pale shambani, haruhusiwi kuyala wala kuyauza. Kama atakula basi anaweza kaumwa
ugonjwa ambao utahatarisha maisha yake au